enyi mlioamini, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na nafsi iangalie kile ilichotanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi iangalie kile ambacho kwamba imetanguliza kwa ajili ya kesho yake nafsi. Hapa twafunzwa moja kwa moja ya kwamba ni lazima watu waangalie kipi ambacho kwamba wanakitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Somo hii hatuanzi sisi kama anavyotoa habari Allah subhanahu wa ta'ala, walitangulia wema waliotangulia walifunga na wale waliotangulia walifunga. Pengine kunapatikana tofauti baina ya funga yetu na funga na muda wa wale ambao walifunga kabla yetu sisi, lakini yote watu wako mbio kujiweka sehemu tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iko katika Sunan Ibn Majah, hadithi nambari 1689, Rasul sallallahu alayhi wasallam amesema, kam min sa'im laysa lahu min siyamihi illa juru wal 'atash. Ni wangapi katika wale ambao kwamba wana saumu zao, ni wangapi katika wale ambao kwamba wanafunga, hawana chochote wanachokipata kwenye funga yao isipokuwa ni njaa na watu kuwa na kiu, hawapati chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa tunaona wazi ya kwamba lazima wanadamu wajiweke sawasawa katika funga yao. Yako mambo ambayo kwamba mtu akiyafanya ataambiwa njoo rejea somo yako haikusihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hayo na imani mwalimu wako ataelezea. Lakini leo hadithi hii yashikilia sehemu ya mtu kuwa huenda akafunga lakini asipate natija yoyote katika funga yake, asipate thawabu yoyote katika funga yake, na huenda wengine kafikia level ya kwamba mpaka ikifika saa 12 jioni watu wanaiba, yani watu wamefanya madhambi mpaka thawabu zimeisha na bado madhambi tuko nayo. Tutatakikana watu wafanye kheri moja ili nasi pia tufutiane madhambi mengine. Haya ndiyo mambo ambayo kwamba ni hatari zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Rasul sallallahu alayhi wasallam amesema, wapo watakaofunga wafikiwe na jioni hali ya kuwa hawakupata lolote katika funga yao isipokuwa ni kiu na njaa, ndio kwamba tija yao katika funga yao. Shairi anasema, ayyamu hadha shahr mirqatun duha, ni masiku haya katika mwezi huu ni vipando kwa wale ambao kwamba watatumia akili zao sawa sawa. Mirqatun duha ni vipando kwa walio na akili, lisaimina bi arfa'i darajat, kwa wale watakaofunga watapata daraja za juu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabla ya wanadamu kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wenda wengine wakapita na barabara wakaacha msikiti, wakati umefika wengine wanasali lakini wakaacha wakaondoka. Wenda kwa nini wanaacha? Lakini sahihi watu wanatoka mbali wanakuja kwenye misikiti.
tabia ya kusimama vichochoroni kama umeiacha ndani ya mwezi mzima, kwa nini urejee ibada ya Ramadhani mwisho? Mitafuno ulioitafuna mwezi mzima ukaamua kuwa hayaridhishi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona mtu leo hafungui na mitafuno yake? Ni ishara wazi kuwa hairidhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ameamua mwanadamu kujizuia kuchuma tabia njema, kisha baada ya Ramadhani utamwona shida kule kwamba ametoka. Natija ya Ramadhani Waislamu ni wanadamu wapate mafunzo ndani ya masiku haya, mafunzo ambayo kwamba yatakuwa ndio maisha yake ya baadaye, mafunzo ambayo kwamba ataishi nayo akakutane na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama kwa mafunzo aliyoyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nawaambia Waislamu ya kwamba nalusia nafsi sana na Waislamu wengine kutoka Ramadhani iliyopita mwaka jana mpaka leo, pengine huenda kuna marafiki wako wengi tu katika ulimwengu wamekamatwa Dodoma. Huenda kuwa kuna wazazi wengine waliosikiliza darsi mwaka jana, mwaka huu wanasikiliza tena. Huenda wazazi pia wamezuiliwa na udongo, na huenda wamama wengine wamezuiliwa na majirani wengine wamezuiliwa, na hata waliohudhuria misikitini mwaka jana huenda tukawakosa mwaka huu. Mimi na wewe tumepata ufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mola subhanahu wa ta'ala ametujalia kuja katika kupata Ramadhani nyingine. Tutaishi vipi katika mwezi huu? Athari gani tutaipata katika mwezi huu mpaka nasi Ramadhani nyingine tutakapofika salama kwa mwezi wa Allah? Iwe tabia hii tuliyokuwa nayo tuiache, tushikamane na tabia tuliyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani kila mwaka yani kupata Ramadhani wao, lakini Ramadhani system ya Mungu aliyoiweka, Ramadhani itakuja mpaka Kiyama kisimama, iko tayari. Mola subhanahu wa ta'ala ameiweka kwenye mpangilio yake. Tatizo na balaa ni mimi na wewe kuingia kila Ramadhani mpaka Kiyama kisimama. Hapo ndo kuna tatizo, na ndio maana siku ukiipata itumikie vizuri, kwa sababu hujui kuwa kesho utaipata wala kutoipata tena. Usigizi. Mola subhanahu wa ta'ala katika suratu Zumar anavyoelezea, asema hata wengine kulala wasiamke. Roho za wanadamu atakapolala kwenda zingine zikazuiliwa, asiamke mwanadamu. Ni ishara wazi kwamba ni sehemu ndogo sana kuishi mtu akiwa hai hata kuliko kufa kwake. Wanadamu tufanyeni juhudi sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tabia tulizokuwa nazo tusisahau, tushike tabia tulizofundishwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf, wako katika watu wanamwabudu Mungu kwa lengo maalum. Lengo likiisha ibada zimeisha, lengo likija ibada zimekuja. Yani wanaabudu Mungu kwa malengo. Lengo lao likikamilika ibada hakuna, lengo lao likikosekana ibada hakuna. Ndio maana watu hupatwa, lakini mitihani yake ikiondoka, msikiti watu, nafsi za wanadamu zetu hizi ndivyo zilivyo. Lazima tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala aturudie Ramadhani.